let's talk about this. Mmeona ambavyo wanaharakati uchwara wanaimba katiba mpya, lakini kwenye kuimba hiyo katiba mpya wanasisitiza tutumie rasimu ya Jaji Warioba. Sasa wewe jenzi mwenzangu ulikuwa shule wakati huo kama mimi. Bahati nzuri mimi tu ninafuatilia, wewe mwenzangu umeenda kwenye njia nyingine ya maisha ambayo inakubana uwezi kufuatilia vitu kiasi cha kujua what happened back in the time. Kwa msiofahamu, rasimu ya Jaji Warioba ya katiba mpya ilijadiliwa kwenye kipindi cha bunge maalum ambalo walikuwa wameliandaa kwa ajili ya katiba mpya. Mchakato ulivyoanza mpaka likaja likaishia ilikuwa 2014. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimewasilishwa kwenye ile rasimu ya Jaji Warioba, moja, muungano wa serikali tatu, ni kuwe na serikali ya Tanganyika, kuwe na serikali ya Zanzibar, alafu ndio kuwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ambapo kimsingi ili jambo lilikuwa crushed kwa sababu kama kila sehemu itakuwa na serikali yake, then ili serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa haina nguvu. Yaani kila mtu kwa upande wake atakuwa anataka kujiamulia vile anavyotaka yeye. Unlike situation ambayo tuko nayo sasa hivi kwamba kuna serikali ya Zanzibar lakini kuna mambo ambayo yamejumlishwa ni ya kimuungano na kuna mambo ambayo si ya kimuungano. Kwa hiyo kwa mambo yote ya kimuungano Zanzibar haijiamuli, lazima yaamuliwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano. So if you ask me, huu ulikuwa kama mchakato wa watu kujitengenezea makundi fulani hivi yenye power ya kumpelekesha rais wa Jamhuri ya Muungano. Kimsingi pia ukiliangalia dai hili linawagusa zaidi wao wanasiasa kwa sababu kukiwa na serikali tatu, kwa hiyo mtu kama amekosa ubunge kwenye huku basi atagombea hata kwenye mawaziri wale Jamhuri ya Muungano, akikosa basi atakuwa waziri wa Tanganyika. Si mnaelewa? Wanasiasa wanapenda sana kwa drag kwenye vitu ambavyo kimsingi havina manufaa kwenu ila vinawanufaisha wao. Na kama huniamini sasa hivi, tafakari vizuri jambo la serikali tatu litamnufaishaje mwananchi wa kawaida. Utaona ambavyo kwa kiasi kikubwa linawanufaisha wanasiasa. Wagombea binafsi kuruhusiwa kugombea. Hili jambo waliliweka pia. Walikuwa wanapendekeza kwamba kama wewe hivi hauna chama chochote, unataka tukua mgombea wa urais, ugombee, ujaribu bahati yako, ukipata haya, ukikosa hewala. Lakini hapa yakaja maswali, kwa mfano, nini kitatokea au nani ataulizwa pale ambapo mgombea huyo atashindwa kutekeleza yale anayoyaahidi? I mean it's simple. Mnaona saizi ambavyo vyama vya upinzani vikiona kuna vitu havijatekelezeka wanasema kabisa CCM. Sasa kukiwa na mgombea binafsi, hapo mtakuwa mnamuita nani? Nyingine ambayo ninaikumbuka zaidi, kulikuwa na kupunguza mamlaka ya rais. Well, on this part, wacha tuweke mikono chini. On this part nilikuwa sijaelewa haswa wanapotaka rais apunguziwe madaraka, wanataka apunguziwe madaraka gani? Kwa sababu duniani kote kuna viongozi wa aina mbili tu. Kuna viongozi wakuu wa serikali na viongozi wakuu wa nchi. Sasa kwenye nchi yetu sisi pamoja na nchi nyingine nyingi ambazo zipo kwenye huu mfumo, rais ndiye ambaye anakuwa kiongozi mkuu wa serikali, rais ndiye ambaye anakuwa kiongozi mkuu wa nchi. Lakini pia kuna cheo kinachofahamika kama amiri jeshi mkuu, ambapo hiki cheo anakipata yule ambaye ni mkuu wa nchi au kiongozi mkuu wa serikali. Si unaelewa? Sasa kwa Tanzania, rais wetu ana mamlaka matatu. Kwanza, yeye ni kiongozi mkuu wa serikali. Ile serikali yote, yeye ndo final say kule juu. Lakini pia, cheo chake cha pili, yeye ndiye mkuu wa hii nchi. Anachokisema yeye ndicho ambacho kinatakiwa kufuatwa, ndicho ambacho kitatekelezwa. Hayupo mtu mwingine ambaye ataongea tukasema huyu kaongea kwa niaba ya Watanzania na anachokisema kitatekelezeka. Huyo mtu hayupo. Ni Samia Suluhu Hassan only kwa sasa. Lakini pia cheo namba 3 ndio kile ambacho tulisema kinamwangukia yeyote mwenye hivyo vyeo viwili, amiri jeshi mkuu. Sasa mamlaka ya rais tayari kwenye katiba yetu sisi inamruhusu rais kupunguza mamlaka yake na ameshayapunguza. Yapi? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepunguza mamlaka yake ya kiongozi mkuu wa serikali. Na ndiyo maana kuna wakuu wa wilaya. Hawa watu wanamwakilisha rais huko walipo kwenye wilaya. Kuna wakuu wa mikoa. Hawa ni wawakilishi wa rais kwenye mikoa husika. Lakini pia kuna mawaziri. Hawa ni wawakilishi wa rais kwenye sekta husika. Lakini pia tuna waziri mkuu ambaye naye ndiye ambaye anasimamia na kuratibu shughuli zote za utekelezaji na kiutendaji ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo sio kwamba mamlaka ya rais hayajapunguzwa, yamepunguzwa.
na yamepunguzwa kama hivi ambavyo nimekuelezea. Lakini pia mamlaka pekee ambayo hayawezi kupunguzika, na hii ni pai duniani kote, kama nilivyowaambia awali, mamlaka yake ya amiri jeshi mkuu hawezi kupunguziwa mtu, kwa sababu iko cheo anapewa yule ambaye ni mkuu wa nchi au kiongozi mkuu wa serikali. Sasa apunguziwe apewe nani? Yaani mkuu wa nchi awe mwingine alafu amiri jeshi mkuu awe mwingine. Kwa hiyo kuna amri tofauti zinazotoka kwa wananchi wa kawaida na kwa jeshi nalo ndio linachukua amri zake kwa mtu tofauti. Mfumo mmeuona kwenye nchi gani? Lakini pia mamlaka yake ya mkuu wa nchi haiwezi kupunguzwa. Yaani what is the point ya mtu kuwa rais kama sio yeye ambaye ndo mkuu wa nchi? Nini maana ya kuwa rais? Wote hapa mnaweza mkajibu same question. Nini maana ya kuwa rais? Obviously mtasema ni kuwawakilisha wananchi wake. Sasa obviously kama ambavyo baba ni kichwa cha familia, ndivyo ambavyo rais alivyo kichwa cha taifa, head of state, haipunguziki. Kwa hiyo ajenda hiyo pia kwenye rasimu ya Jaji Warioba ilikuwa ina kamzozo. Yaani watu wanataka kufahamu kuna ajenda gani iliyofichwa hapa nyuma. Mbona hili jambo si tatizo? Lakini sasa kubwa zaidi ni kwamba hiyo rasimu iliishia njiani baada ya wabunge wenyewe kusahau kilichowapeleka mle bungeni, ambacho kilikuwa ni kutuletea katiba mpya. Wao walipofika bungeni wakaanzisha mzozo uliowagawanya wao kwa wao kuhusu serikali tatu. Kwa hiyo sijajua, it's either waliwadanganya baba zetu na mama zetu wakati ule kwamba wanataka katiba mpya, kumbe shida yao ilikuwa ni kuvunja muungano, kwa sababu walichokisema wanakitaka mpaka wakapelekwa bungeni wakala posho ni katiba mpya, lakini kilichofanya wasituletee katiba mpya ni mjadala wa kuvunja muungano au kuwa na serikali tatu. Kwa hiyo waliacha jambo kubwa lililowapeleka wakaanza kujadili jambo dogo walilolikuta mle ndani. Kuja sasa kwenye swali la msingi. Kutoka 2014 mpaka leo 2026, hiyo ni miaka 12. Je, wewe Gen Z, agenda hizi ni relevant kwako? Ni hayo tu unayotaka kwenye katiba mpya? Hakuna mambo mengine? Sasa kwa nini hawa wazee wa millennials kina Heche wanataka kutupeleka, yani kutulazimisha katiba mpya, lakini hii katiba mpya iwe ya rasimu ya Warioba? Sisi Gen Z mda huo hatukutoa maoni yetu, na ndo ambao tuko wengi sasa hivi mpaka mnataka tuandamane. Kwa hiyo kama kweli tunahitaji katiba mpya, tuanze from the start Gen Z, tutoe maoni yetu.